Bwega urethire wa Meru TV gatu inambere kwa tuicokagira kairi na tuinambere kwa tukiendelea na mubango uyu wetu wa Rumuri Extra ara tule tukeragiria mantu makone na kithomo muritwa akarikira chini akithomithio bara ithene na mwalimu na inu thomo kwa kihindi tu borako kainambere kwa gwetethagiria bantu anene muritwa kwigwa kirewa zaidi kana kirewa mkuruki mantu marako inambere kwa kithomithio imwalimu wake na imuteto wa kihindi urawithire tukinambere kwigwa ugitumirwa ni mwarimu Njoroge urethere twakinambere kwa na mubango wake tu wotetheria kiri mwana twegwa na kuelewa mkuruki mantoma. Karibu tena sana mwalimu, uweze kutueleza hapo hii ni nini, inatumikaje na mfumo huu wote utasaidiaje ama unasaidiaje na inatumika vipi? Karibu sana tena. Asante. Kama nilivyokuwa nimeelezea hapo awali, hiki ni kioo. Kwa kawaida tungehitaji kioo speciali. Lakini kwa sababu hizo vioo ambazo ni speciali hazipatikani kwa sasa, tunatumia kioo cha kawaida. So hiki kioo kimeshikiliwa na hii chuma. Chuma ambayo unaiona vizuri. Lakini kuna kitu kingine ambacho ningetaka uone. Kuna lighting ambayo nakizunguka. Unaona hii lighting na hii lighting ni ya it's significant kwa sababu background ni black. So tungetaka mwangaza wote huo unaelekea maandishi ambayo yako kwa kioo. Na ndio maana unaona background ni black na mwalimu ambaye anafaa kufundisha hata anafaa kuvaa black. So that ile light yote ambayo inapatikana inaingia kwa huo mwangaza. Kwa mfano, nikitaka kuandika tuseme somo la hisabati ambalo nalifunza, unaona wakati tunatumia mwangaza, hii maandishi inakuwa more illuminated. Especially ukiconsider background ni black. Na kwa hivyo ndio maana walimu ambao wanafundisha kwa huu mfumo lazima wafae nguo ambazo ni either black ama dark navy. So hiki kioo wakati ninaandika niko upande huu, kuna kamera ambayo inatuchukua iko upande ule. Na umuhimu wa hiyo kamera ni kwa sababu ukiangalia maandishi kwa sasa, unaona nimeandika the jina maths short of mathematics. Lakini ukiwa pande ule unaona ikiwa imegeuka. Kwa hivyo tunahitaji kamera ambayo itachukua maandishi haya pamoja na mimi ndani yake, lakini maandishi itakuwa converted ili ipangwe vizuri ambavyo vinafaa. Na hata hiyo tutaona baadaye. Na kwa hivyo sasa tuna combine maandishi pamoja na graphics ambayo sasa because kwa kawaida mwalimu anaandika kwa ubao. Alafu kama kuna zile notes anawapea wanafunzi notes ambazo ziko na picha. Lakini kwa sasa tunataka kuonyesha namna ambayo unaweza combine maandishi pamoja na hizo notes. Kwa hivyo hiyo ni jambo ambalo tutawaonyesha. Kwa hivyo sasa ni kumaanisha kwamba huu mfumo lazima kwanza ukuwe na kioo speciali kama hichi. Yes. Lazima pia uwe na vazi ambalo ni dark. Yes. Lazima pia huu mfumo unahitaji projector. Yes. Na aswa kuna hapa kwa background kuna kioo kingine sijui kwa hapa. Sijui kama bado inatumika kwa hii, inatumika the same na hii ama hii ni kando na hii. Kioo hichi ambacho naweza kukuonyesha kinafanana sana na hiki kingine. Lakini you notice that hiki ni kikubwa sana. Kwa hivyo hawezi kuwa unabeba hiki kwenda kwa darasa kufundisha nacho. So this one is fit tuseme kwa library. Ama tuseme mahali fulani ambayo pametengwa kwa sababu ya masomo. Lakini hii advantage ya hii ni kwamba unaweza enda nayo kwa darasa moja, uende form 2 nayo. Hilo darasa lingine uende form 3 nacho. Na kama unataka kurecord mafunzo ukiwa nyumbani, bado unaweza beba na ukaenda nayo nyumbani. So this is a bigger version of this one, but now this one is more advantageous because it is portable. Na sasa
unapo record hiyo, kusema una record programs, unarekodia wapi? Kwa laptop, kwa simu, ama where do you record from? Okay, what happens ni tuko na kamera pale. Hiyo kamera iko connected to the laptop. Laptop ambayo iko na software. Hiyo software ndio inageuza haya maandishi inakaa venye unayaona vizuri kuwa pande ile. Yes. Pia hiyo software ndio inachanganya maandishi haya na hizo hiyo tuseme kama ni picha ama ni notes. Yes. Inazicombine zote. So ikitoka hapa inaenda kwa kamera ambayo ina record picha na pamoja na sauti. Okay. Sauti ya mwalimu. Zote zinaingia kwa laptop. Okay. Zinakuwa mixed. After zinatoka ikiwa signal moja inaenda kwa projector. Okay. Yeah. So the whole thing can be recorded at once. Hiyo yote sauti, picha zako, picha za maandishi, nini zote zinatokea sasa ikiwa signal moja. Yeah. Sasa hiyo ndo tuna record. Sasa hiyo ndio inaenda kwa darasa. Okay. Kwa projector pale, ama hiyo ndio tuna record iende kama short videos unaweza share kwa WhatsApp na wazazi ama na wanafunzi. So inatoka ikuwa combined of different teaching methodologies, which is lecture na demonstration. So ukiwa nyumbani unaweza funza, ukiwa nyumbani unaweza funza. Unafunza wanafunzi, ukirecord then ukimaliza unawatumia. Unafunza, una record, unatoka kwa hiyo part unaenda kwa part nyingine, unaweka picha, unaelezea. Kama ni graph unaweka graph hapa, unaelezea. Ukimaliza kurecord unawatumia wanafunzi. Okay. So we are duplicating the class, but also giving the teacher a chance to combine different ways of teaching. Okay. Yeah. So umetuambia lazima ukuwe na kioo kama hichi. Basi nini nyingine unahitaji kuwa nayo? So unafaa kuwa na kioo, kamera, na laptop, na projector ili ya kuproject kwa darasa. Na ukumbuke venye tulikuwa tunasema, kama ingekuwa ni darasa la kawaida, tuseme huo ndio ubao. So kama naandika kwa ubao, I'm facing away from the students. Okay. But now nimeleta ubao katikati yangu na wanafunzi. So hii projector nayo itakuwa hapa. So the projector is projecting, but not from behind me, but between me and the students. So interaction yangu na wanafunzi inakuwa juu sana. Okay. Kwa sababu mnafunza mkiangalia, mkiuliza swali ni hapa tu, hakuna kugeuka. Lakini kitu kingine cha maana sana ambacho ningetaka kusema ni importance of lighting. Okay. Lighting. Kwa sababu imagine background in black, nimevaa black. Yeah. And I am black. So watu wataona kalamu tu ndio inasonga. So itabidi kuwa na mwangaza wa kutosha wa kumulika uso peke yake wa mwalimu. So kutahitaji kifaa kimoja hapa na kingine pale. So ambacho ni cha kumulika uso wa mwalimu, mwangaza sasa. Ili sasa hiyo mwangaza unamulika uso na pia unaongeza mwangaza wa kuilluminate maandishi ambayo iko kwa kioo. Okay. Okay. Kwa hivyo lazima kutahitajika hizo lights pia tumeziongezea. Kuna lights pia. Connections zinakuwa aje, ama labda mtu anahitaji kuonyeshwa, na pia ni kuna specific subject zenye zinaweza funzwa kupitia huu mfumo, ama zote tu zinaweza funzwa kupitia huu mfumo? Kwa sababu kuna zile ziko na kuchora mingi, ziko na mapicha. Kuna zile tu kitu kama history ni notes tu, sijui Vasco da Gama kaenda katoka. So, I don't know kama kuna specific subject zenye zinahitaji kufunzwa kutumia huu mfumo, ama ni zote tu? Wacha tuseme ni zote, kwa sababu kuna njia tofauti za kufundisha. Kuna zile za kutumia notes, kwa mfano. Yeah. Kutumia notes. So unaweza project notes zako hapa, lakini wakati unaelezea you can be circling. Okay. Ambao unasisitiza pointi fulani, ambao pia tunaweza onyesha watazamaji. Okay. So hiyo ni kumaanisha inaweza tumika
kwa somo la history, CRE, so long as mwalimu ako na notes zake ambazo ziko ready. Lakini sasa inakuwa even more important kwa somo la kama hesabu ambalo unataka kudemonstrate kitu na hutaki kuonyesha mwanafunzi kama ushafanya, mnataka mfanye na yeye aone venye tunafanya kutoka hapa mpaka pale. So kama ni point tunasema tunaenda hivi tunapata hiyo point hapo, tunasonga hivi tunapata hiyo point hapo, ukishikanisha hiyo point sasa hii ndio line. Ama hata kwa tuseme somo la biolojia ambao tuseme mnajadili kuhusu the heart ama the ear. So you can project the image here and then show the parts. Okay, unatumia hapa kwa hiki kioo. So inasaidia mwalimu kufanya notes zake zikuwe lively. Kwa sababu notes wengine wetu notes zetu tumeandika kwa kitabu na zingine zetu tuko nazo kwa laptop, lakini hakuna mahali una interact na notes zako. So inakupatia nafasi kama mwalimu kuinteract na notes. So inafanya sasa mwanafunzi akuwe even more interested. Okay, sawa basi. Ningeomba basi uweze kutuonyesha hiyo maneno yetu nasema, kwa sababu tunaona maandishi kama hii math, mtazamaji huko anaona imepinduka. Tungeomba basi tuonyeshe hiyo demonstration yote vile unafunza kutumia huo mfumo basi. Okay. Alright, kama nilivyokuwa nikielezea hapo awali ni kwamba hiki kioo wakati unaandika maandishi yamegeuka, lakini baada ya kupitia kwa laptop na kwa software kama unavyoona pale maandishi iko sawa. Notice kwa hiki kioo nimeketi, so the teacher can teach while they are seated, lakini kwa hiki kioo ingine mwalimu anafundisha kwa amesimama, so it's a good option. So kwa mfano wacha tuone venye inaweza tumika kwa darasa la hesabu. So let's see how this works in a math lesson. Okay, before we go to the math lesson, let me illustrate something. Before we go to the math lesson, mimi napenda hesabu sana. Hata ukiangalia hapa nimeandika tu hesabu, and there are 14 subjects. Tuseme kwa mfano ni darasa la business studies, na tuseme we are talking about entrepreneurship in societies. So utaona kwamba wakati mwalimu ana project notes zake pale, anaweza underline. Tuanze na, although nimesema tuanze na hesabu, wacha tuanze na biashara. Mimi ni mwalimu wa hesabu na biashara, lakini wacha tuanze na biashara alafu tutarudi kwa hesabu. Haya, tuseme kuna ile topic ya form 1 inaitwa entrepreneurship. And let's say for instance ndio tu ambao tunazungumza na tunaongelea kuhusu mambo ya wanabiashara katika Kenya kwa mfano. Na tuseme hizi ndizo notes zangu. Na kama unaviona kwa biashara hakuna figures nyingi ambazo ni za kuchora, lakini tunataka kuelezea kuhusu hizi notes. So tuseme kwa mfano wakati unaelezea hizi notes unataka kuemphasize kitu fulani. So for instance, kuna hii point ya kwanza ambayo inasema there is an assumption that MSc. Tuseme for instance unataka ku underline the word MSc. So you can focus on that word which is in your notes. Ama tuseme jia ingine ungetaka ku focus kwa jina innovations. So kwa hiyo point ya chini hapa kuna talk about innovators. And so you can circle on that and then explain further about the same. So it helps you interact with your own notes as a teacher. And it also makes the student also to get the key highlights ambazo ziko kwa notes zako. Haya, tukisonga mbele. I'm just clear my board here. We said this is a transparent board. Tuseme sasa tuingie kwa hesabu. Na tuseme tunaongelea mambo ya kuchora line. And so you want to demonstrate, you want to not just to plot as a teacher, but you want to work with the students to identify a point. So let's say we want to identify point 1, 4.
So kitu ya kwanza, we need to agree 0 iko wapi. So you can agree with the students 0 iko mahali wapi? Hapa, si ndio? Yeah. So let's put our 0 there. So going this way, this become the y-axis. So let's write it there. This is y-axis. And then on this other side, because this is our point, so on this point tuseme, hapa mwisho, tuseme this is our what? X-axis, x-axis. Cha tuandike vizuri. X-axis. So if tunataka kupata point 14, tutaanza 0. How many points on X? 1. So tutaenda mpaka wapi? Hapa, 1. And then we need to move 4 points on Y. So let's say 1, 2, 3, and then 4. Tumesema? So this is 1, 2, 3, and then 4. So this point becomes our what? The point 1, 4. So we have gotten this point together with the students. So si kuambia umewambia tu, lakini tumechora. Tumeenda hii njia yote, tukachora. So let's talk. So even for the other points, you'll be able to work on this together with the students. So even in the other question, tuseme now you need to draw a line. For instance, if you are to draw a line, let me clear my board. So let's assume you are to draw a line that is connecting point 14 and point 40. So again, we need to define where is our y, where is our x, depending on the graph that we have. So let's assume our 0 will be at a point, maybe at the center. So let's say somewhere here. So this is our 0. So this becomes our y-axis. This is our y-axis. So put a y-axis there. And this becomes our, where is our x? This one. This line becomes our x-axis. So point 14. So this will be 0. We go 1. And then go up. How many points for? 1. That's 1. 2. And then 3. And then 4. So this become our point. Mark it there. This is point 1, 4. We are looking for the point 40. Remember when you talk of point 40, I hope you are still not getting confused. Point 40, if you are to write point 40 there, so the first one is x, the second one is y. So we move 4 on x and 0 on y. So let's go back to our 0 here. So we move 4 on x. So 1, then 2, 3, then 4. So this is a point 40. So then we can connect the 2 points and that becomes our line. Bwega muraithire wa Meru TV no ntubako inambere kwa watanete na atiku maria tuli nambere kwa tukiambagire mubango na kagitane ankurigira ati moko inambere kwa okiwiragirwa mathomo mamu omibare kuriganirwa mathabu kumenya bako inambere kwa bakirikanagwa lakini imutataraka ni mubango omwega oragomba ko inambere kwa gitwika adapt na macukuru metu makainambere kwa makrotha bwega nkuruki munoke mantu makihindi. Thank you very much mwalimu. Asante sana. Shukuru kuwa na wewe hapa na kutuelezea na shukrani sana kwa kazi nzuri ambayo umeifanya. Asante. Ni kazi nzuri kwa kweli na tumefurahia, labda tutakuja tena na tena ndipoza tuweze onyesha watazamaji wetu mambo yanavyoendelea. Labda maneno yako ya mwisho tunapomalizia mpango. Kwanza ni kuwashukuru kwa kupata nafasi kuja. Hapa Mikombone ni shule nzuri. Kwa wale ambao wako maeneo haya ni shule nzuri, mafunzo ni mazuri na passion yetu ni kusaidia wanafunzi. So patia ilikuwa ni kusaidia wanafunzi wetu na pia wengine wengi. Kwa hivyo ninge challenge
my colleagues kwa hii profession, there's always something you can do with the resources you have, with the education you have, there's always something you can do. So let's continue being a blessing where we can for as long as we can. Asante. Shukrani sana na uendelee hivi, na ni changamoto pia kwa walimu wengine na kwa wenzetu kwa ujumla, tuweze kuja na mbinu mwafaka na mbinu za kisasa za kufanya kazi na kufanya kazi iwe rahisi. Na wamurithiro Meru TV ntina bonge tatia okwego kwenda yakagita kemo katore kana kile mubango yunge wa Rumuri Extra nioka wethera bambitira ni family zo Kimathi tuwatente na mwalimu Njoroge orani mwalimu vile tu akiyotena kimantu maki emi kagita kega.